Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله leo tutaendelea tafsiri ya sura Qaf, sura ambayo tulianza kutafsiri siku ya jana. Sura ambayo inaelezea kudra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwezo wake, na za mwanzo zinaonyesha uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji alioumba, ambao sisi binadamu tunaushuhudia kwa macho yetu. Uumbaji wa mbingu, uumbaji wa ardhi, uumbaji wa milima, neema ya kuteremsha maji ya mvua yenye baraka na kuotesha mimea mbalimbali ambayo inatofautiana ladha, hali zake na kadhalika. Hiyo ilikuwa ni aya ambazo tulizipitia siku ya jana, na tukaona kwamba jambo la kumfufua mwanadamu ni jambo ambalo ni jepesi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sawasawa na vile mvua ambavyo inaonyesha katika ardhi iliyokuwa kame, kisha ardhi ile iliyokuwa kame ikaotesha mimea ambayo ndani yake wanadamu wameotesha wenyewe kwa kuipanda, na mingine ambayo yote yenyewe pasina kupandwa na wanadamu. Kisha tukazungumza kwamba ikiwa Makoreshi watakukadhibisha wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, basi si jambo geni kwako kukadhibishwa, wali tayari mitume waliotangulia kabla yako walikadhibishwa, ambao pia nao walikuja kwa dalili za wazi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukazungumzia namna gani ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapelekea watu wa Nuhu adhabu ya maji mengi baada ya kuwa wamemkataa mtume wao. Lakini pia tukazungumzia ashabul rasi, tukazungumza hawa ni watu waliomkataa mtume wao kisha wakamtupa katika kisima. Watu wa Thamud ambao tuliwazungumzia katika tafsiri ya sura Fussilat katika masiku yaliyopita. Watu wa Ad pia tunazungumzia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaangamiza kwa adhabu ya upepo. Wa Firaun yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimgharikisha katika bahari baada ya kuwa alipokusudia kuwafanyia ubaya wana wa Israeli pindi alipowafuata kwa uadui walipotoka Misri wakivuka bahari, mpaka ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomfunulia mtume wake Musa apige bahari kwa kutumia fimbo yake, kisha bahari ikatengeneza njia katikati, ikawa maji yamejitenga na katikati wakapita Bani Israeli. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia katika nyingine, wajawazna bi bani Israila al-bahr faatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Tukaiandaa bahari ili wana wa Israeli waweze kuvuka, na Firaun kwa uadui na kiburi akawafuata kwa uadui na kiburi. Pindi ambapo baada ya kuwa wamevuka ile bahari, Musa alitaka aipige bahari tena kwa fimbo yake, kwa sababu akili yake baada ya kuwa ameambiwa ipige fimbo kwa kutumia bahari, aipige fimbo baharini ikatengeneza njia. Baada ya kuwa wamevuka wamefika katika ngambo ya pili, yeye akajua kwamba anatakiwa niipige tena ili irudi katika hali yake. Mwenyezi Mungu akamwambia, watrukul bahra rahwan innahum jundun mughraqun, iache bahari hivyo hivyo, hakika hilo jeshi lote litaangamia. Kwa hivyo baada ya kuwa Musa ameshavuka, Firauni akapita naye katika bahari. Tena wanasema baadhi ya watu wa tarehe, Firauni baada ya kuona njia imeachia katikati ya maji, akiwaambia askari wake, undur ila al-bahri kaifa shaqqa bi amri, angalieni bahari jinsi gani ilipopasuka kwa amri yangu. Maana leo ni lazima hawa watu tuwakamate. Na wao wa Israeli walikuwa hawana yakini juu ya kuokoka na walikuwa hawana yakini kwamba Mwenyezi Mungu vipi anaweza kuokoa.
ikiwa mbele kuna bahari na katika hiyo bahari hakuna meli, hakuna mitumbwi, hakuna ngalawa, na nyuma anakuja Firaun na jeshi lake kubwa lenye uadui. Kisha walikuwa wakimwambia Musa, inna la mudrakun, tumeshakamatwa sisi. Lakini yakini ya Mtume Musa alayhi salatu wasalam ilikuwa ni kubwa, akisema kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Haya maneno kila mtu aliyehisi amekata tamaa na jambo lake lolote, haya maneno ni maneno mazito kusemwa na mtu mwenye yakini katika jambo lolote lile ambalo anahisi yeye hakuna njia ya matokeo. Haya maneno aliyazungumza Musa alayhi salatu wasalam pindi ambapo mbele yake kuna bahari na nyuma yake Firauni anakuja, na katika bahari iliyokuwa mbele yake hapakuwa na mtumbwi, hapakuwa na meli yoyote ya kuvuka, lakini Musa alikuwa na yakini kuwa Mwenyezi Mungu hawezi kumwacha mkono. Akasema kalla, hapana, sina shaka na hilo, inna ma'iya rabbi sayahdini, hakika Mwenyezi Mungu ataniongoza. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuongoza mtume wake Musa, akapiga fimbo yake katika bahari inatengeneza njia safi kabisa, tena isiyokuwa na matope. Akapita Musa. Baada ya kufika kule mwisho, Firauni naye akaja na jeshi lake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hata idha adrakahu al-gharq, mpaka yale maji sasa Mwenyezi Mungu akayachia yale maji yalitengeneza mfano wa mlima. Alipoyachia yale maji yakakutana tena, hata idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Pale Firaun alipoona sasa maji yanamzidia, anazama, anakufa, ndipo akasema na muamini Mungu ambaye walikuwa wakiamini wana wa Israeli, wa ana minal muslimin, na mimi ni miongoni mwa waliosalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya hii anasema malaika Jibril, kuntu adusu, alikuwa akichukua ule mchanga mzito wa matope katika bahari ya Sham, kisha akimtupia Firauni katika kinywa chake. Anasema makhafatan an yudrikahu rahma, akichelea katika kuongea sana Firauni kurudi kwa Mwenyezi Mungu, anaweza akapata rehema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema al-an, sasa hivi ndio umekumbuka mimi Mungu, hali ya kuwa siku zote ulikuwa unasema ana rabbukumul a'la, ulikuwa ukisema wewe mimi ndio Mungu wenu mkubwa, ukijinasibisha kwamba wewe ndio Mungu mkubwa, na ukimwambia waziri wako Haman akujengee nini? Akujengee ngazi kutoka duniani mpaka huko juu, la'alli ablugha al-asbab, ili uweze kumfuata Mungu wa Musa alipo huko juu. Leo ndio umenikumbuka. Mungu akamwambia al-ana qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin al-yawma ninajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo hii tutaokoa mwili wako ili watakaokuja baada yako iwe ni alama ya kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwili wa Firaun miaka 100 kadhaa iliyopita Mwenyezi Mungu aliweza kuokoa na ukafanywa ni alama ya watu watakaokuja baada yake. Sisi pia tunaonyesha kwamba yoyote mwenye kiburi angalie mfano wa Firaun, jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwangamiza na kumbadilisha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia wa Adun wa Firaun wa ikhwanu Lut. Watu wa Lut wanafahamika walikuwa wakifanya vitendo vya uchafu vya wanamume kwa wanamume kuingiliana na wanawake kusagana, watu waliokuwa wakiishi katika mji wa Sodoma. Watu hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaangamiza kwa kuwaletea mvua ya mawe, kisha waja'alna 'aliyaha safilaha, akaibadilisha nchi yao juu kuwa chini, ardhi ya chini ikawa ni juu, na bahari, katika ile bahari ambayo walikuwa wakiishi watu wa Lut, ni bahari ambayo mpaka leo ni viumbe vilivyopo katika eneo lile ni viumbe wenye sumu. Samaki wake wa baharini ni samaki ambao ni sumu. Mungu anasema wa Adu wa Firaun wa ikhwan Lut wa ashabul aika. Ashabul aika ni watu wa Shuaib ambao walikuwa wakiabudu mti mkubwa ukiitwa Aika. Wa qaumu Tuba kullu man malaka al-Yaman, yani kama vile aliyekuwa kimiliki Misri akiitwa Firaun, si ndivyo? Firaun kila mtawala alikuwa akimiliki Misri, ndio alikuwa Firaun.
Hata Firauni tunazungumzia hapa, tunazungumzia Ramsesi II, Ramsesi wa pili, the second Ramses. Huyu ndio Mwenyezi Mungu alimwangamiza katika bahari ya Shamu. Lakini Firauni huchukuliwa laqab kwa kila aliyekuwa akimiliki Misri. Lakini aliyetajwa hapa muradi wake ni Firauni ambaye ni Ramsesi II, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwangamiza katika bahari. Hivyo kaumu Tubba ni laqab kwa kila ambaye alikuwa akimiliki Yaman. Nao pia walimkadhibisha mtume wao, kisha Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Mungu anasema kullun, hao wote tuliwataja, Firaun, Ad, Thamud, Qaum Lut, Ashabul Aika, Qaum Tubba, wote hao kullun tanwinu iwadun liljumla, yani wote hawa waliotajwa katika siyafi ya aya hii, wote hawa kadhaba rusula, wote waliwakadhibisha mitume wao, kama vile leo Makuraish wanataka kukadhibisha wewe mtume wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun kadhaba rusula, hao wote walikadhibisha mitume wao. Fahaqqa wa'id, fahaqqa al'adhab, ikawajibisha kwa kuwa wamekadhibisha mitume wao, ikawajibisha kwa Mwenyezi Mungu kuwapelekea adhabu, kama tulivyoelezea kwa kila kaumu jinsi gani ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapelekea adhabu yao. Kisha Mwenyezi Mungu akajibu sasa swali la washirikina kwamba aidha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Swali la washirikina ambao lilianza nayo sura kwamba sisi tukifa tukawa ni udongo kimchanga ambao unapeperushwa na upepo, vipi leo tu baada ya siku tufufuliwe tukiwa hai na miili yetu ikiwa tayari ni mizima, ikiwa ni miili ambayo ni kamili? Mwenyezi Mungu ndo anajibu, anasema afa'ayina bil khalqil awwal. Allah hakushindwa kuumba mwanzo, hakushindwa, yani hakushindwa kuumba mwanzo. Kwa mwanzo kumuumba Adam kutokana na udongo, baada ya kumuumba Adam kutokana na udongo akabadilisha kizazi chake, hakukifanya kitokane na udongo, bali akafanya kizazi chake kitokane na nini? Na tone la manii. Kama maji tu yaliweza kuumba mwili wenye nyama na damu na kila kitu, vipi ashindwe kuivalisha hiyo mifupa nyama? Afa'ayina bil khalqil awwal, vipi aliumba mwanzo ashindwe kuumba kurudisha katika uumbaji kitu ambacho tayari yeye ndio mwanzo aliyokianzisha? Bal hum fi nafsin min khalqin jadid, kwa nini wao wanakuwa na shaka katika uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kisha aya zikaanza na siaki nyingine, baada kwa amemaliza Mwenyezi Mungu kujibu hoja za washirikina juu ya ufufuo wao na kukadhibisha kwao kwa kumkadhibisha Mtume Muhammad. Na kwa kukadhibisha kwao sio jambo geni, kwa kuwa hata mitume wengine walikadhibishwa na mitume wao, hata mitume wengine walikadhibishwa na watu wao. Kisha Mwenyezi Mungu akaanza kuzungumza mambo mapya. Mambo gani? Mambo makubwa kuhusiana na elimu yake na uwezo wake. Anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, hakika sisi tumemuumba mwanadamu. Taukidi kabisa. Tulisema Mwenyezi Mungu anapotumia kitendo kilichopita, maana yake anakusudia nini? Taukid, uhakika. Walaqad khalaqna al-insana, kwa hakika tulimuumba mwanadamu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, na Mwenyezi Mungu anajua yote yanayopita kwa mwanadamu katika nafsi yake. Yaani Mwenyezi Mungu anajua ya kwako katika nafsi yako hata ambayo hayajafikia kuwa siri. Ndio maana yake. Yaani kuna yale ambayo wewe katika nafsi yako ni siri yako wewe mwenyewe, hujamwambia mtu mwingine, haya Mwenyezi Mungu anajua. Lakini kuna yale ambayo katika nafsi yako hajafikia kuwa siri kwako wewe katika akili yako na katika nafsi yako, hayo Mwenyezi Mungu anayajua vile vile. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Mwenyezi Mungu anasema msidhihirishe mambo yenu au myafanye kuwa siri. Mwenyezi Mungu anayajua, alimun bidhati sudur, anajua mambo gani yaliyoko dhati katika nafsi yenu, yani yale mambo ambayo hajafikia kuwa siri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema
walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, hakika tumemuumba mwanadamu na tunajua yale yanayopita katika nafsi yake. Mwenyezi Mungu anaonyesha uwezo wa elimu yake. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na sisi tupo karibu zaidi ya mwanadamu kuliko mishipa yake ya shingo. Kitu kilichokuwa karibu zaidi ya mwanadamu ni mishipa yake ya shingo. Mishipa ya shingo ambayo ndio yenye kucontrol uhai wa mwanadamu. Wal insanu waridan, na mwanadamu ana mishipa miwili ya shingo. Hii hapa, hii mishipa imeunganishwa na moyo. Kwa katika hii mishipa mikubwa miwili, uhai wake mwanadamu umemalizika, na kwa kubakia kwake uhai wake bado unaendelea. Mishipa hii iliyounganishwa na moyo, manake moyo ndio huwa ni kipimo cha kujua uhai wa wanadamu. Manake Mwenyezi Mungu anasema hivi, anamaanisha nini? Yeye ana elimu juu ya uhai wa mwanadamu. Elimu yake ni kubwa kuliko hata elimu ya moyo juu ya uhai wa mwanadamu. Tafahamiana? Tukitaka kupima uhai wa mwanadamu, tutapima mapigo yake ya moyo, yapo au hayapo. Manake moyo ndio kiumbe muhimu katika kujua uhai wa mwanadamu. Kwa hii mishipa iliyounganishwa na moyo, mishipa hii ndio ambayo inajulisha juu ya uhai wa mwanadamu. Na elimu ya Mwenyezi Mungu ni elimu kubwa sana. Yeye akasema, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Na elimu ya Mwenyezi Mungu, hata kama sisi leo tungekata miti yote duniani, halafu hii miti tungetengeneza kalamu, halafu wino wa kuandikia hizi kalamu iwe ni bahari, iwe ni nini? Yaani wino ndio bahari wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema sab'at abhurin. Wala usoma elimu ya lugha ya Kiarabu, Mwenyezi Mungu anasema abhurin, jamu qilla, wingi mchache. Yaani hizi bahari saba ni kitu kidogo sana kwa elimu ya Mwenyezi Mungu. Ingekuwa kama elimu ya Mwenyezi Mungu tunatumia sasa kujua elimu ya Mwenyezi Mungu mwanzo wake na mwisho wake, tuchukue miti yote tuiwe kalamu, kisha tufanye wino wa kuandikia ziwe hizo bahari saba. Hizo bahari saba Mwenyezi Mungu akasema sab'atu abhurin, akabadilisha tabir. Yaani abhurin, hizo bahari ni kitu kidogo sana kuwa ni wino ambao ungetosha kuandikia elimu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamia hapo. Kwa hivyo elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Kisha akasema sab'atu abhurin, akatumia sura ya nafi ya ma. Akasema ma nafida, yani maneno ya Mwenyezi Mungu, ma nafidat kalimatullah. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni elimu yake isingefanyaje? Isingemalizika. Isingemalizika. Yaani manake elimu ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa ambalo mwanadamu hawezi akaipima kwenye akili yake. Akili ya mwanadamu juu ya elimu ya watu wa wanadamu inapimwa kwa akili. Maana mwanadamu kabla kuwa na elimu alikuwa ni mjinga. Lakini sifa ya elimu kwa Mwenyezi Mungu ni sifa ya azaliyu, ni sifa ya tangu. Sifa ya elimu kwa mwanadamu si sifa ya azaliyu, si sifa ya tangu. Yaani mwanadamu kabla ya kuwa na elimu ya jambo fulani alikuwa ni mjinga. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, kabla hajafundishwa alikuwa hajui. Tafahamiana? Lakini Mwenyezi Mungu sifa yake ya elimu sio kama sifa ya binadamu. Elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa na ni pana kuliko. Ndio hapa akasema wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na sisi yani Mwenyezi Mungu aqrabu ilayhi, yupo karibu zaidi na mwanadamu katika kumjua mwanadamu, min hablil warid, kuliko mishipa yake ya shingo. Alhablu huwa alwarid, hablu alwarid ni kitu kimoja, idhafatul bayan. Kwa nini Mwenyezi Mungu yupo karibu zaidi na mwanadamu? Na kwa nini Mwenyezi Mungu elimu yake ipo imemtangulia mwanadamu, na elimu yake ni pana zaidi, na elimu yake ni kubwa zaidi? Idh yatalaqa almutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, kwa sababu huyu mwanadamu Mwenyezi Mungu amemwelekea malaika wawili wa mchana na malaika wawili wa jioni.
Kwa jumla malaika wanakuwa 4. Malaika wawili wa asubuhi na malaika wawili wa jioni. Manake hawa malaika wanapeana shift katika kumhesabu mwanadamu. Katika kupeana shift katika kumhesabu mwanadamu hawa malaika, Mungu anasema idh yatalaqal mutalaqiyan. Yani hawa malaika anapokuwa amemaliza, wale malaika wawili wanapokuwa wamemaliza kazi yao ya mchana, wanakabidhi ripoti yao kwa malaika wa usiku. Hawa malaika wa usiku wanapokuwa wanakabidhiwa ripoti ya matendo ya mwanadamu ambayo ameyafanya wakati wake wa mchana, huwa tayari wana yote aliyofanya mwanadamu kabla hata afanyaje ya kukabidhiwa ripoti za malaika wa mchana. Kwa nini? Tayari Mwenyezi Mungu anakuwa amewafunulia kwamba ripoti mnaenda kuipokea ni hii. Kwa kazi ya malaika wanapokea ripoti wanasema ni cross checking, kuhakiki. Je, kile ambacho kimeandikwa kwa malaika hawa tunapokea shifti ni sahihi? Tayari wao wana ripoti yako tayari, lakini wanahakiki kwa kuwa na ripoti nyingine kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ni kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumhesabu mwanadamu hata pasina kuwepo na malaika. Ndio maana idh yatalaqal mutalaqiyan, pindi malaika wanapokutana, malaika wa asubuhi na wa jioni wanapokabidhi shift. Tena hapa idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Yani malaika kupenda mwanadamu katika kuhitimisha siku yake, ahitimishe na jambo zuri, ahitimishe na jambo la thawabu, kwa kuwa wa atbi'i sayyi'atul hasana tamkuha. Sivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, fatiliza jambo baya kama ulifanya, lifatilize na jema, ili mwisho wa siku lile jema livute lilokuwa baya. Lakini ikiwa mwanadamu atamaliza matendo yake ya mwisho ya kheri, huwa ni rahisi zaidi kufutiwa madhambi ya matendo yake yaliyopita. Kwa kuwa malaika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anil yamini qa'id, anil yamini wa anil shimali qa'id. Yani katika sura ya Kiarabu ilikuwa tuseme anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id, lakini hapo Mwenyezi Mungu asema anil yamini wa anil shimali qa'id. Neno qa'id katika lugha ya Kiarabu linapokuja katika wazni wa fa'il, neno linapokuja katika wazni wa fa'il, hujuzu huwa inafaa kutumia kwa umoja, kwa uwili na kwa jamu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema anil yamini wa anil shimali qa'id. Lakini alikuwa anazungumza mtu mwingine ambaye sio Mwenyezi Mungu, au alikuwa ni Mwarabu anazungumza, akasema anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id. Lakini kwa ufasaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuonyesha maneno kutoka kwake, akasema anil yamini wa anil shimali qa'id, kwa kuwa imekuja kwa wazni wa fa'il. Maana ni nini? Qa'id, hawa malaika ni qa'id kwa mwanadamu, ni jalis, ni mulazim, hawaondoki kwa mwanadamu, haondoki. Kwa hivyo mwanadamu asihisi kwamba kuna tendo lolote analofanya ambalo halirekodiwi, halipo katika rekodi yake. Tukazungumza katika masiku yaliyopita katika sura Fussilat, vipi mwanadamu anahisi anajificha hali ya kuwa masikio yake yapo katika utendaji wa madhambi yake na macho yake yapo. Tukazungumza kwamba masikio yake yanarekodi mazungumzo na macho yake yanarekodi yale yote ambayo yanayofanya. Kwa hivyo anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id, maana hawa malaika ni mulazim, hawaondoki kwa mwanadamu vyovyote vile itakapokuwa. Tafahamiana hapo? Ma yalfidhu min qawlin, hakuna chochote ambacho mwanadamu anazungumza cha siri cha dhahiri, akisengenya, akimsema mtu. Na tukaambiwa tumiliki ndimi zetu, kwa sababu katika kitu ambacho kinachomiliki matendo yetu sisi wanadamu ni ndimi zetu, kwa kuwa ndimi zetu zinakula mema kama vile moto unapokula nini? Kuni. Inawezekana na matendo mengi, lakini
kama hujadhibiti ulimi wako, unashangaa hakuna matendo yoyote mema ambayo utakutana nayo huko mbele, kwa kuwa tu hujadhibiti ulimi wako. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hakuna chochote kabisa mwanadamu anachozungumza katika maneno machafu, maneno yote anazungumza mwanadamu, illa ladayhi, isipokuwa kwake mwanadamu, raqibun atid, ana kiumbe anaandika kwa haraka, ana malaika anafuatilia. Malaika akapewa sifa ya raqibun atid. Raqibun, kama ulishaona askari wanaomlinda kiongozi mkubwa, wao wanamwacha, hawamwachi. Wao ndio wanaenda chooni kwanza, au wanakagua pako salama, afu ndio anamwambia ingia. Tena wanabaki, yaani wanamwacha chooni peke yake. Lakini hao malaika hawakuachi kwa elimu yao, kwa elimu yao na jinsi ambapo mwanadamu anapomwangalia, hawamwachi mwanadamu, wako naye wakati wote. Ndio maana illa ladayhi raqibun atid. Wajaat sakratul maut bilhaq, na mwanadamu anapofikiwa na kifo, kwa sababu mauti ni haki, na usema wa anna almauta haqqun, mauti ni haki. Mauti ni kikombe, kila mtu lazima akinywe. Kufa sio bahati mbaya, kufa ni lazima. Ila kuzaliwa ni bahati, kwa sababu kuna wengine hawakuwa na bahati ya kuzaliwa, na wengine wakazaliwa hali ya kuwa tayari wameshakufa. Wa minkum man yutawaffa ila adhalil, wengine wanakufa katika matumbo ya mama yao. Lakini ukishakuja duniani, kufa ni lazima, ni njia ambayo viumbe wote walio hai ni lazima waipite hiyo njia. Ni juu yako tu hiyo njia unaipita vipi. Na swala la kifo ni swala ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anajua wakati wako wa kuondoka. Hakuna mtu anayejua ataondoka saa ngapi, atafia nchi gani. Wala tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Hakuna anayejua. Kwa hivyo huja mauti kwa haki, kwa sababu mauti ni haki. Na alikuwa akisoma Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, alikuwa akisoma hivi: wajaat sakratul haqqi bil mauti, wajaat sakratul haqqi bil mauti, kwa sababu lile onjo la kifo, lile joto la kufa, na lenyewe ni haki. Mauti ni haki. Kuna lile joto la kufa, yaani ile mtu ile hali anashuhudiwa pindi muda wake wa mwisho wa kuondoka kwake duniani. Tunafahamiana? Lile joto la kufa na lenyewe pia vile nini? Ni haki. Ndio maana Abu Bakar bin Siddiq alikuwa akisoma wajaat sakratul haqqi bil maut. Lile joto la kufa na lenyewe ni haki. Na usemwa sakratul maut ni, kwa nini imeitwa sakra? Sakra ni shida, ni shida, uzito, ni shida, hali ngumu. Ndio maana sakra, kilevi. Yaani ni kilevi kizito ambacho mtu ni mzima, lakini akipitia katika hali ile huitwa ni kilevi kizito, kwa sababu ni jambo zito kwa mwanadamu anayepitia katika hali ile. Sawa sawa awe ni mwema, sawa sawa awe ni mcha Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sakratul maut alikuwa anapitia hali ngumu sana. Binti yake Fatima akimbebeleza baba yake, mkewe Aisha akimletea chombo chenye maji ya baridi. Kisha mtume Aisha anachukua kitambaa chenye maji ya baridi, alafu anafanyaje? Alafu anampitishia mtume kichwani kwake, kichwa chake kinamuuma sana. Kisha mtume anachukua maji mengi, anakuwa anajimwagia katika kichwa chake, anasema la ilaha illa Allah, ala inna lilmauti sakarat. Yani mtume wa Mungu anapitia hiyo hali, anasema la ilaha illa Allah, hapana Mungu isipokuwa nani? Allah. Hakika kifo ni nini? Ni kilevi.
ni jambo zito, ni jambo gumu. Ikiwa mtume wa Allah anapitia hali hiyo, vipi sisi? Ndio kusemwa kifo, ile hali mwanadamu anayopitia katika kifo huwa ni hali nzito kuliko kama mwanadamu atachukua panga akaanza kumkatakata hivi mtu, lile panga lake kali, ashaddu min darabati suyuf. Sakaratul maut ashaddu min darabati suyuf. Sakaratul maut ni nzito kuliko mapigo ya mapanga. Yaani mtu achukue panga afanze kukatakata hivi, panga kali akatakata katika viungo vyako vyote, kichwani, mwilini mwako, hayo maumivu unasikia vipi? Huwezi kuhimili hayo maumivu. Hayo maumivu hayawezi yakafikia sakaratul maut ambayo mwanadamu anapitia. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, wajaat sakaratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid dhalika ma kunta minhu tafir. Kila mwanadamu hataki kufa, na hawa watawala duniani wametengeneza mazingira gani? Mazingira ya lahun, ya upuuzi mwingi na mambo mengi ya kimchezo, matamthilia na mambo mengine ya upuuzi, ili mwanadamu angalau asahau kufa, kwa sababu anajua mwanadamu akiendelea kukumbuka kifo hawezi kufanya mambo ya upuuzi, hawezi kuitikia mito yao ya kijinga, ya uzinzi, ya liwati na kufanya mambo ya haramu. Kwa hiyo wametengeneza mambo mengi ya upuuzi ili mwanadamu angalau ajisahau, aone kama vile kesho hatakufa, kesho atakuwepo. Kwa hiyo mwanadamu akiishi duniani upanga mipango yake kana kwamba kesho yuko, kesho kutwa yuko, kesho kutwa yuko. Kuna tamthilia inaendelea Asam 2. Kwa hiyo tamthilia ikoje? Imefikia sehemu fulani, kesho itaendelea hivi, itaendelea vile. Yaani anajua kama vile kesho yuko. Wametengeneza lahu, michezo na upuuzi ili kumpa matumaini mwanadamu. Ya'iduhum wa yumannihim, yaani kazi ya shetani. Ya'iduhum wa yumannihim, anampa matumaini, anamwahidi na anampa matumaini. Mungu anasema wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, na hakuna ambacho shetani anamwahidi mwanadamu isipokuwa ni uongo. Hapo katika hiyo hali tahamaki hatta zurtumul maqabir, katika kutafuta hela, muda wa toba ndio Ramadhani hii hapa, watu wakai misikitini, Ramadhani inaondoka, hakuna alichofanya isipokuwa funga yake ile ya kuunga tu, ambayo haijulikani futari yake anaipata vipi, riziki yake ya kufuturu anaipata vipi, ya halali au ya haramu. Hawa ni kwamba muda huu ni muda mfupi, hajui kwamba kesho anaweza akafa, hajui amebakiza masaa mangapi. Ana matumaini makubwa kwamba na kesho atakuwepo, na kesho kutwa atakuwepo, na mwaka kesho atakuwepo, na Ramadhani ijayo itamkuta. Ndio hesabu yake mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema sakratul maut huja kwa ghafla. Wajaat sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid dhalika ma kunta minhu tafir wa tabta'id. Sakratul maut, kifo, ni ile jambo ambalo hupendi kulisikia, jambo ambalo hupendi kulisikia, unalikimbia, jambo ambalo wanasema qati'ul ladhat, huwa linakata ladha ya maisha. Yaani una bilioni zako nyingi tu, lakini ukifikiria kifo, ile ladha ya pesa yako inapotea. Uwe na mtu wako mzuri tu, lakini ukifikiria kifo, ladha inapotea. Ndio maana tukaambiwa tufanye wingi katika kutaja kifo. Ili nini? Tukikitaja sana kifo, kinatupunguzia kuipenda dunia. Usipokitaja kifo, utaendelea kuipenda sana dunia. Lakini ukikitaja kifo, utapunguza mapenzi ya kuipenda dunia na kupelekea kutubu kwa Mola wako na kufanya matendo yaliyokuwa mema. Wanufika fi sur, kisha litakapopulizwa baragumu. Hili baragumu hapa lilokusudiwa ni baragumu la pili, ambalo atapuliza malaika anaitwa Israfil. Hii nafkhatu al-bi'tha, kuna nafkhatu al-imata, kuna baragumu litakalopulizwa watu watakufa wote. Ndio lile wanufika fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh. La kwanza litakalopulizwa lile ambalo watu wote watakufa isipokuwa wale malaika wakubwa. Kisha thumma nufikha fihi ukhra, baada ya muda kidogo
litapulizwa baragumu lingine, fa idhahum qiyamun yanzurun, tahamaki watu wote wamehudhurishwa, tena wanakimbia wenyewe. Yakhrujuna min al-ajdathi sira'an, wanatoka kwenye makaburi yao wanakimbia wenyewe, wanaenda wapi? Kuhesabiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nufikha fi suri dhalika yawmul wa'id, na litakapopulizwa baragumu, dhalika yawmul wa'id, yawmun tatahaqqaqu fihi alwa'd, siku ambayo imehakikiwa siku ya ahadi ya watu kufufuliwa na kuhesabiwa, ambao walikuwa wakiipinga. Dhalika yawmul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha, siku hiyo kila mtu, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Subhanallah, kila nafsi siku hiyo itakuja na nini? Sa'iqun, na msindikizaji, wa shahid, mwenye ushahidi. Unajua, kama mwendesha mashtaka wa kesi yako DPP akisema hana haja ya kuendelea na kesi yako, kuna kesi, hata kama kesi yako ina ushahidi wa kutosha. Tufahamiana, kesi yako ina ushahidi wa kutosha, mwendesha mashtaka aseme hana haja ya kuendelea na kesi yako imefutwa. Hapa Mwenyezi Mungu anakusudia nini? Wajaat kullu nafsin ma'aha, kila mtu atakuja na nini? Na DPP, mwendesha mashtaka wake. Malaika watakuja na faili lako. Yaani malaika wanasema, Mwenyezi Mungu tumemleta Abdallah bin fulani, Muhammad bin fulani, na faili lake ndio hili lenye ushahidi wa matendo aliyotenda. Mwenyezi Mungu, kwa jinsi ambavyo huyu mja alipozidi sana, alipoiba sana, Mwenyezi Mungu, huyu mtu anastahili kuadhibiwa adhabu kali na kupelekwa jahannam. Ndivyo hivyo mwendesha mashtaka huzungumza haya maneno anapokuwa na ushahidi wa kutosha juu ya mtuhumiwa duniani, kwamba kwa ushahidi uliopo ambao hauna shaka ndani yake, tunakuomba mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu, huyu mtu anastahili adhabu kali kwa sababu amebaka, kwa sababu ameua, kwa sababu ameiba. Ndivyo hivyo DPP huko. Mungu anasema wajaat kullu nafsin ma'aha, kila siku hiyo, kila nafsi, kila mmoja miongoni wetu, ma'aha sariqun, msindikizaji katika malaika, wa shahid, ana ushahidi wa matendo yako yote. Tena ushahidi unaweza ukawa kwa sura ya video, ndio tukaambiwa yandhuru almar'u ma qaddamat yadahu. Ushahidi wa siku hiyo utakuwa katika sura ya video na picha. Tukaambiwa yandhuru almar'u ma qaddamat yadahu, ataona mwanadamu aliyoyatanguliza yeye mwenyewe, na atatamani, wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, atatamani nini? Mwanadamu kuwa ni udongo. Mufasirina wakasema atatamani kuwa udongo kwa sababu viumbe wengine wote, yani ambao sio wanadamu, wanyama wengine wote, Mwenyezi Mungu anasema kunu turaba, kwenu udongo, kwa sababu anahesabu. Kwa mwanadamu atatamani bora angekuwa mnyama, siku ya kiyama badilike kuwa ni udongo. Ndio tafsiri yake. Wajaat kullu nafsin ma'aha sariqun wa shahid. Mwenyezi Mungu tumemleta Muhammad bin fulani, na hesabu yake ndio hii, na faili lake ndio hili. Sariqun, wasindikizaji katika malaika, yani hawa ni ma-DPP, maprosecutor, waendesha mashtaka, washahid, wana ushahidi wa yote uliyofanya mwanadamu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, wanadamu watashangaa siku hiyo. Anasema ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sivyo kwamba hiki kitabu wasema wawajadu ma amilu hadira, sivyo? Wawajadu ma amilu hadira, atayakuta yote aliyofanya mwanadamu yamehudhurishwa. Atashangaa kuona inakuwaje hili daftari, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, halikuacha chochote katika matendo yao, sawa sawa liwe tendo jema dogo au liwe kubwa. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta yote yamehudhurishwa waliyofanya wanadamu.
Ndio Mwenyezi Mungu anasema laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Mwanadamu atashangaa, malaika watamwambia laqad kunta fi ghaflatin min hadha, ulikuwa umekafilika na haya. Yani ulidhani kwamba hautohesabiwa, yalikuwa hayaonekani, yalikuwa hayaandikwi. Fakashafna anka ghita'ak, leo tumekuondolea pazia lako. Fabasaruka al-yawma hadid, fabasaruka al-yawma qawi, uoni wako leo umekuwa ni mkubwa, unaona walisia mambo ambayo ulikuwa huyaoni, matendo ambayo wewe wama kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Mlikuwa mnaona kwamba masikio yenu na macho yenu hayarekodi chochote, na mkidhania kwamba Mwenyezi Mungu, mkidhania hapa kwa maana ya yakini, mlikuwa mna yakini kwa Mwenyezi Mungu hajui chochote katika mkoa mkiyatenda. Ndio Mwenyezi Mungu anasema fabasaruka al-yawma hadid wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Atasema mpenzi katika mwanadamu, qala qarinuhu almalaika hadha ma ladayya atid, kwa jinsi ambavyo huyu mtu aliyafanya haya yote, ma ladayya atid, anastahiki kuona moto wa jahannam kutokana na ushahidi uliokusanya na malaika ushahidi waliokusanya. Hakuna shaka yoyote huyu mtu alifanya madhambi mengi, anastahili kuingia moto wa jahannam. Jibu lake, jibu la hukumu sasa. Huyu mwendesha mashtaka ameshatoa ushahidi wake, mwenendo wa kesi yako, jinsi kesi yako inapokwenda. Jibu anayehukumu baada ya kusikiliza ushahidi wa mwendesha mashtaka, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, mtupeni katika jahannam. Alqiya yani katika lugha ya Kiarabu itakayosema alqi, lakini wanasema alqiya bitathniya, yani alqiya bitathniya, kana kwamba wanaomtupa katika moto wa jahannam ni malaika waliomshikilia labda mikono yake na miguu yake miwili. Kwa hiyo wanakuwa kama wanaengaenga hivi. Alqiya fi jahannam, ndio kana kwa mili ya tathnia. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, mtupeni katika jahannam kulla kaffarin anid, kila kafiri alimpinga Muhammad, aliacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliacha yale alifuata yale yote Mwenyezi Mungu ambaye amemkataza kuyafanya, yeye akayafanya, maamrisho ya kufanya yeye hakuyafanya. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, mtupeni katika moto kila kafiri mwenye inadi, mwenye kiburi, manna'i lil khair. Kwa nini atuko motoni? Manna'i lil islam, alikuwa anazuia Uislamu. Manna'i lil khair, manna'i lil islam, manna'i lil khair, manna'i lil zakat, alikuwa akizuia zaka. Manna'i lil khair, alikuwa akizuia kheri yoyote isitajwe Mwenyezi Mungu, kama viongozi wengine duniani huko wanaozuia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasitajwe. Waman aflam mimman mana'a masajid Allah, yani wale madhalimu wakubwa wanaozuia maneno ya Mwenyezi Mungu yasitajwe katika misikiti, au nyumba mtume ustangazwe, au kubadilisha mtume maneno yake ni haya akabadilisha, kaja kwa rehema wanasema ni muuaji, ni gaidi. Hawa mannahi lil khair, hawa mtume pamoja na rehema ya Uislamu inawakomboa wanadamu, kisha wanasema ni gaidi. Wa in yakadu alladhina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Watu wa namna hiyo ambao wanazuia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanazuia ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wana demokrasia, uhuru wa maoni, uhuru binafsi, watu watembee uchi, watu ambao wanajisikia wanafanya na wataka, hawa ndio manna'i lil khair. Mu'tadi, waliotundukia mipaka katika muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Murib,
shak, walikuwa na shaka katika kufufuliwa. Tafahamiana? Alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar alqiya fi jahannama kulla kafarin 'anid al-kafarin 'anid alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Kafiri gani? Ambaye kamfanyia Mwenyezi Mungu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mungu yupo, ana mamlaka yake, ana utaratibu wake, wao pia wakatengeneza miungu yao wakawapa kuwa ni Mungu au matamanio yake. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa, matamanio yake yeye anapompeleka kuzini, kuiba na kula vitu vya haramu, ndio kafanya ndio Mungu wake. Kwa Mungu mtu anaweza kawa Mungu kafanya matamanio yake kwa kufanya matamanio yake vile anavyoyafuata yeye, pia kama kujitengenezea Mungu mwingine. Ndio Mungu akasema araaita man ittakhadha ilahahu hawa, yule ambaye unamwona yule ambaye amefanya matamanio yake kuwa ndio Mungu wake. Kwa Mwenyezi Mungu anasema alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar, nafasi ya Mungu yeye kaifanya kwa nafasi nyingine, au Mungu kamjalia tamthili. Mungu anafanana kitu, au kudra Mwenyezi Mungu inaweza kufanana na mganga, yani akaona mganga na kudra sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema fa alqiyahu fil adhabi shadid, mtupeni katika adhabu iliyokuwa kali. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu, aya mwisho. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu. Hapa kuna tahdhif thiqatun li fahmi sami katika lugha ya Kiarabu, yani silsila maneno, kuna maneno yameondolewa lakini tunajua anayeambiwa anaelewa. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu, hapa ni nani? Haya ni maneno ya shaitani, lakini takdiru kalam kwa nini? Ya rabbi hadha atghani wa adallani. Takdiru kalam ni kwamba mwanadamu atalalamika siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu, mimi ninaingia motoni kwa sababu shaitani ndio alinipoteza. Hadha atghani wa adallani, Mwenyezi Mungu huyu ndio amenipoteza. Ndio takdiru kalam. Ndio majibu anakuja qala qarinuhu. Kwa nini qala qarinuhu? Kwa sababu takdiru kalam mahdhufu, ambao ni nini? Ya rabbi hadha atghani wa adallani, ni malalamiko ya mwanadamu anapotupa motoni, analalamika anasema Mwenyezi Mungu, shaitani ndio alinipoteza na akanitoa katika njia ya haki. Tufahamiana hapo? Majibu ya shaitani qala qarinuhu rabbana ma atghaytu. Majibu ya nani? Mwenyezi Mungu, mimi sijapoteza. Ma atghaytu, anakukana kabisa, mimi sijapoteza, alizini mwenyewe kwa hiari yake. Anasema ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Shaitani siku ya kuhukumiwa atasema ma ana bimusrikhikum, mimi sikuwa na mamlaka yote kwenu, wa ma antum bimusrikhi, wala nyinyi hamkuwa na mamlaka yote kwangu, sikuwalazimisha illa an da'u, isipokuwa mimi Mwenyezi Mungu alikuwa na wito wake na mimi nilikuwa na wito wangu, mkachagua kufuata nini? Wito wangu mimi. Illa an da'awtum, isipokuwa nilipowaita katika wito wangu mkakubali wito wangu, mkaacha wito wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa takdiru kalam qala qarinuhu rabbana ma atghaytu, yani shaitani atasema Mwenyezi Mungu, mimi sijapoteza. Baada ya kuwa mwanadamu analalamika kwamba ninaingia motoni kwa sababu Mwenyezi Mungu, shaitani huyu ndio kanipoteza, shaitani anamkataa. Shaitani anajitenga na yeye, anasema qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Mwenyezi Mungu, mimi sijapoteza, yeye mwenyewe kwa matamanio ya nafsi yake na kwa hisia zake. Yeye mwenyewe alipokuwa anataka nafsi yake inampeleka, yeye mwenyewe aliamua kwenda katika upotovu wa mbali, kwenda katika batil na kuacha haki. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Hiyo ndio aya ya mwisho katika siku ya leo. Kutokana na wakati, tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.